Kama umeoa bado mkeo wewe unapikiwa na beki tatu, kuna haja gani ya kuoa? Mpandishe beki tatu awe bibi mdogo. Mpandishe cheo. Hata mke wako anafanya kazi, kama anafanya kazi anashindwaje Jumamosi na Jumapili kukupikia? Na sisi tuliotoka kanda ya Ziwa, mimi kwetu ni Msoma, sifa ya kwanza ya mwanamke lazima ajue kupika, na kama asipoweza tafuta beki tatu mzuri kuliko yeye anayejua kupika, muone kama anaweza kukuhudumia. Kama sasa hivi unafanya kazi unanyanyasika, ukija kustaafu utapata kisukari, utaumia zaidi. Nakwambia, I'm telling you the truth. Kama wewe umeoa una mke wako hakutendei mambo yanayostahili, ukistaafu utakufa na kisukari na pressure, kwa sababu yani treatment yako kwako itakuwa ni mbaya zaidi. Sisemi hivi mkafukuza wanawake, la, usinyanyasike, wewe ni mamlaka. Na ndio maana unaona mamlaka iko inatembea, sheha akifika na watu, IPM ana wasaidizi, DC unatakiwa tukurinde. Wewe ndio mwenyekiti wetu wa wanaume, hataki upate shida, upate msongo wa mawazo. Wewe ni sehemu ya mamlaka kwenye family. Ndio maana unaona pale unaandaliwa chakula, unapakuliwa baba. Kwa sababu gani? Wanajua nyuma wanakutegemea. Sasa wewe leo ukianza kulalamika mwanaume, kama una vidonda sehemu za siri, hakuna family. Sasa nataka niwaambie sasa, mwanaume ni nani? Mwanaume ni mtu mwenye jinsia ya kiume mwenye umri wa miaka 10 na kuendelea. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza, Mwanzo 1 mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, akamuumba mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo mtu jinsi ya kiume katika jamii anaweza kuwa mme, mjomba, baba na wewe uliyevaa tai. Lakini katika muktadha huu tukijikika kuangalia mwanaume kwenye nafasi ya mume, ukisoma Waefeso 5 mstari wa 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Na ndio maana ukitaka kuua ng'ombe unamkata kichwa, hamna uhai tena. Kichwa ndo mambo yote. Kwa nini? Ukisoma Waefeso inasema kwamba mume ni kichwa. Kichwa ndo kina macho, kina akili, kina ubongo, kina mdomo, kina pua, kina masikio, ndo overall in the family. Kwa hiyo wewe usipokuwa kichwa kwenye familia, wewe sio mwanaume. Unatakiwa turudishie vyombo vyetu, uvae abaya, uendelee na mambo yako. Yes, sir. Unanipata vizuri? Yes, sir. Kichwa maana yake kuwa chanzo cha mambo. Wewe ndo ndani ya nyumba unaweka mikakati. Manager wanaita domestic manager, mama wa ndani ana take place, anaendelea. Fikira kuu na mtu mwenye upeo wa kuongoza, sio maneno yangu. Soma Waefeso 5 mstari wa 23. Wewe ndo fikira kuu ndani ya family. Na ndio maana leo umekaa hapa, nabii wetu IPM kaka yangu amesema vaa suti, vaa tai. Tai ni alama ya hatari, mamlaka. Muda wowote unaweza kuchukua maamuzi makubwa, madogo, mazuri, mabaya kwa ajili ya familia yako. Huyo anaitwa mwanaume.